na leo tunamzungumzia kiongozi ambaye ameplay a very big role kwenye maisha ya watu wengi, na wewe pia ulipata nafasi ya kukutana naye. Mimi sikupata nafasi. Unaweza sema maybe kuna umuhimu upi kwa kuwa umechukua mpaka muda wako kuwa hapa? Kwanza kabisa ningependa kuwapa pole wa Kenya wote. Msiba umewagusa watu wengi sana, haswa wa Afrika. Kwa sababu baba alikuwa ni politician mkubwa sana, ni mwanaharakati, sisi tunaita mwanaharakati. Mwenye kutetea, mwenye uchungu na watu. Na falsafa zake zinavuka mipaka yani. Hata nchi zingine watu wanajifunza yani. Na amekuwa Mwafrika kati ya Waafrika bora walikuwa wameipigania Afrika. Napozungumzia hivyo kunamaanisha kwamba baba alikuwa ni mzazi. Ndio maana ameitwa baba. Mzazi maana yake ni yule ambaye anawajali watoto wake, sio wa kwake, pia wa wenzake. Mzazi, mlezi, kiongozi. Alikuwa na sifa hizo. Kwa hivyo ameondoka na ameumiza watu wengi. Na mimi nikiwa kama Mtanzania, familia yangu pia iko Kenya. Lakini mimi nikiwa kama Mtanzania pia vugu na maumivu pia yamesikika mpaka Tanzania. Tunaomboleza kwa pamoja, tumeumia yani. Lakini kazi ya Mungu haina makosa. Tunampenda na ametufanyia mengi. Ametuinspire sana, tumemfollow katika mambo yake. Kuna watu wamekuwa inspired by baba kupitia siasa na nini. Mambo mengi sana amefanya, lakini he lived. Ameishi vizuri na amemaliza mwendo wake, basi Mwenyezi Mungu amemchukua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wewe ni miongoni mwa wasanii ambao I have to confess kwamba baba died and it got me wondering maze, ni nini maana ya maisha? Hizi mbio zote tunazoenda, mwisho siku hii dunia tunaondoka, tunaiacha nyuma. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba this world is bigger than us, you know. Mimi ni humble sana, na nadhani viongozi wetu wanafaa wajifunze kitu kutokana na hili. Mimi naamini kwamba kiongozi mzuri anajenga jamii nzuri, na hata akiondoka anaacha nyuma jamii nzuri. In one way or another inaonyesha hata jinsi gani unawapenda wanao na hata kizazi chako kijayo. Maana pesa pekee yake haitoshi kuilinda kizazi chako kijayo kwenye jamii mbovu. Money will never be enough. If you are, kama una moyo kwa contented hata ukapewa dunia, you know. Tuache kufikiria leo tu, you know. Tuipende nchi yetu zaidi. Love. Ziko pictures kabisa na nimekaa naye, pia nilishawahi kuzungumza naye, akanihusia vitu. Sikuweza kujua kama ni yuko charming na nini, lakini hiyo siku nimekutana naye, it was very charming. Yani unaelewa ukiwa umekutana na mtu mzima, anakushauri vitu, anakujenga yani. So mimi aliniambia vitu pia vya kunijenga. That's why nimejua kwa sababu gani wa Kenya wanamuita baba. Hiyo isikushtushe kiukweli. Nitafurahi hiyo siku nikiwaona watu wamekuja, kwa sababu baada ya kumstiri mzee, basi tunafuta na machozi kwa staili hiyo. King Kiba, karibu nyumbani. Asante sana. Japokuwa tuna majonzi, lakini sio mbaya, nimekuja tuomboleze kwa pamoja, kwa sababu najua kila mtu hayuko na furaha kwa sababu baba ametutoka. Lakini nimefika hapa, nimeona nyuso za Wakenya zikiwa katika hiyo hali kwa sababu baba ametutoka.